If you want to know how to grow your faith, deal with demons, how to paralyze witches and build your spiritual life every day, only through Embassy Network Television, Channel 809 on Go TV and 495 on Star Times, and all free-to-air devices. Amen. Twende basi. Tangana. Mzee alikuwa na nini huyu mzee rafiki yangu? Wewe ndio mko na yeye? Ana shida gani? Aha. Lakini umeamini Yesu anakuponya? Unaamini? Amen. Asante Yesu kwa kuponya huyu mzee. Nimepita karibu na yeye nikaona ana imani. Amen. Amen. Ndio zinafanya unakosa nguvu ya kutembea. Miguu haina nguvu. Na mgongo hakuna. Yesu amekupea mgongo. Simama hapa. Injunda agotali na lira mayena kwa bwene. Tena naye simama tu. Simama. Amen. Twende basi. Tanga naye. Na utana kubwata kwa bweni. Bwato kayoge ndorole. Na lira amenyo kwa bwene. Twende naye. Tangulia hapo twende na wewe. Dada. Amen. Thank you. Hello. Mugaka. Mugaka. Ngero mumuro yote nena bwe nyimbe yorre. Mongere nyimbe yao. Mongera. Onchoko ndige. Ngari baga. Onchoko ndige dali. Onchoka. Wado kawae. Igona dio bwenete. Igana liye sako bwenete. Amen. 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 Twende basi. Tangana. Na wachungaji, tulianza na kule ambako mlikuwa mnazungumza habari za siku, na wewe ulianza ibada na siku ya Jumamosi. Yes. Leo hii unafanya ibada siku ya Jumapili. Maana baba yako alikuwa mchungaji, bado wao wanafanya ibada siku ya Jumamosi. Ndio. Na atuzungumzi mambo haya kusudi kwamba tuweze kuhukumu mtu. Lakini kusudi kwamba tuweze kushare nanyi ile light tuko nayo. Amen. Wewe ulianza, baba yako pia ni mchungaji, ulianza Jumapili. Leo uko hapa unaruka Jumamosi. Kweli. Mimi nilizaliwa mahali mmoja anaenda Jumapili, anapenda Jumapili, mwingine anapenda Jumamosi. Mimi kwa sababu ya wazazi wangu hao na nikajaribu kutafuta ufunuo, ndio maana unaniona niko Jumamosi, niko Jumapili. Lakini sasa yule mtazamaji anayetuangalia anaweza akatuhukumu au akafikiria kwamba tunampotoza. Je, ni kweli kwamba Mungu alifanya siku nyingine au akatoa Sabato kwa Jumamosi akaiweka Jumapili? Najua lazima tujibu hilo kabla tuondoke kwenye studio. Yes, kabisa. Na tumekuwa tukijibu mambo yote na maandiko. Tusiepe. Bado iwe kwenye maandiko yale. Kabisa. Sasa Mungu hivi kwamba Mungu hana interest tena na siku. Hata kwenye Agano Jipya hilo. New Covenant, kwenye sheria mpya. Akishaondoa ile sheria ya ine na sheria zingine zote. Akuweka chochote au tutafanyaje tujue kwamba leo tumekusanyika hapa na Mungu. Maana pia alisema mahali watakusanyika wawili au watatu nitakuwa huko. Itakuwa pale. Itakuwa siku gani hiyo? Na imeandikwa kwa Biblia kwamba msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Ni vizuri kwenda kwa Biblia, tuulize Mungu, ulikuwa na siku ya saba. Kweli. Je, umewahi fanya siku nyingine tena? Kabla hatujaenda hapo ndani dad, sababu najua tutaelekea labda katika Hebrews. Ndio, ni Hebrews, ni Waebrania tu. Ni Hebrews. Lakini pia nimegundua tusiwaambie sana mambo ya Hebrews, sababu kuna watu wengine hawaamini katika Hebrews. Ndio. Yaani unamaanisha nini? Hawaamini katika Bible? Katika Bible fulani.
wanaamini katika vitabu 65, maana sisi tunaamini kwenye 66 kufikia sasa. Kwa kweli Japo kama wana theolojia najua tunasoma zaidi, lakini ndio, lakini tunasoma kama 100, lakini tuliamua kuamini kwenye 66. Yes. Kuongozwa na Roho. In the 66, hata nakumbuka wakati mimi nikiwa katika shule ya theolojia, ndio tuliomba sana tufundishwe kitabu cha Waibrania. Na haikuwezekana. Tukaambiwa hiyo huwezi fundishwa ukiwa katika degree ya kwanza. Lakini hiki kitabu cha Hebrews pia ni Biblia. Na ni Biblia ya Agano Jipya. Kweli. Na ni Biblia iko na mambo ambayo watu wengine hawapendi kusikia. Ndio. Ni sawa. Lakini mimi naamini ya kwamba unapochambua Biblia unastahili uichambue yote kwa ujumla. Ndio uone hii ilienda sehemu gani, hii ilienda wakati gani, hii ilikuwa kwa wakati gani, hii inatuelekeza aje. So mambo ya kitabu cha Hebrews iko na mambo ya kusema. Ndio. Labda niruhusiwe nisome katika is it Hebrews chapter 3? Waibrania. Yes. Unaweza ukasoma 3:13, pia usome 4 kuanzia mstari wa 4. 3:13. Ndio. Biblia inasema, but encourage one another daily. Daily. Kwa hiyo kuna siku nyingine nayo imeanza kukuja. Hapo tumetoka 7th day. Tunakwenda daily. Na tunakwenda kwenye siku yenyewe sasa. Tutakapokwenda kwenye Ibrania 4, lakini soma hiyo kwanza. As long as it is called today. Ndio. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Yes. So it is encourage one another daily. As long as it is daily. Daily, as long as it's called today. Today. Yes. 4 mstari wa 4. 4 mstari wa 4. Hapo ndio unaanzia ikiongea kuhusu sabato ya siku ya 7 na tutamalizia kwenye mstari wa 7. For somewhere he has spoken about the 7th day in these words. And on the 7th day God rested from all his work. Ndio. Verse 5, and again in the passage above he says, they shall never enter my rest. Verse 6, it still remains that some will enter that rest. And those who formerly had the gospel preached to them did not go in because of their disobedience. So there's a kind of rest you go in. Yes. Automatically hiyo iwezi kuwa ni sabato. Yes. It's a rest you go in after you hear the gospel. Therefore God, that's verse 7. Verse 7. Therefore God again set a certain day, calling it today. Unaona hapo kuna maneno. God again. Meaning at some point you are done. Is redoing it. Yes. But hapo ya kwanza is set a day called the 7th day. But now again is setting up a certain day. What is the name of the day? Today. Is calling it today. Yes. So if God has set another day, calling it today, when is today? Today is today. Definitely it has to be daily. Yes. It has to be daily. Yes. Asa hapo mimi niliposikia hayo, najua kwamba mna mengi ya kuzungumza hapo, lakini tutazungumza kwa ufupi. Nilipoangalia hapo nikasema Mungu alifanya siku ya 7. Baadaye tena kwa sababu wengine walisikia injili na hawakuamini, na kwa hiyo hawakufanikiwa kuingia kwenye pumziko lile. Yes. Ikamlazimu Mungu atenge tena siku nyingine ambayo sio ya 7 na sio ya kwanza, lakini akaipatia jina. Siku hiyo inaitwa leo. Wow. Kwa hiyo leo haiwezi kawa siku ya 7 tena, haiwezi kawa siku ya kwanza, haiwezi kawa siku ya pili, lakini ni leo. Na amesema bado kwenye Waebrania 3:13 kwamba siku hiyo muendelee kuambiana maneno ya kutiana moyo, ikiwa hiyo siku inaitwa leo. Akasema mfanye hivyo kila siku as long as inaitwa leo. Siku nyingine ya Mungu aliyoitenga ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye aliweka ya kwanza, na hii ya pili ameiweka kwa kutiana moyo, inaitwa leo. Kwa sababu gani? Ile aliyoweka ya kwanza haikuwa
patia wale watu alichotegemea itawapatia. Akasema sita waste siku zingine hapa katikati. Hao watu nataka kuwaokoa kila siku. Nataka niwaokoe kila siku. Kwa hiyo nitaweka siku nyingine, badala niwasubiri siku ya 7, wacha niweke siku nyingine na nitaipatia China. Akaipatia China leo. Today. Kwa hiyo ukiniona hapa Jumapili ni kwa sababu kwenye akili zangu nasema leo tena niko nyumbani, sitakwenda kumwabudu leo. Ukiniona Jumamosi leo, yani sina shida kabisa na mtu yeyote atakaye mwabudu Mungu as long as inaitwa leo. Kwa hiyo mimi sina mipaka. Amen. Sina mipaka. Ndio usije ukasema sisi tulikuwa vizuri lakini pastor akatupatia mafundisho yakabadilisha. Sikukubadilisha kutoka Jumapili. Mimi nilikuleta leo. Wala sikukubadilisha kwenda Jumapili. Nilikuleta leo. Na hata siku ya leo ni Alhamisi. Lakini hapa tunajienjoy kwa maana ni leo. Amen. Na unajua nini? Ile siku ya 7 Mungu hakuwa anafanya miujiza. Lakini hii siku inayoitwa leo anafanya miujiza. Ndio maana Bible inauliza, kwani ninyi mnadhani kwamba Mungu anawapatia roho na kuwasupport mfanye miujiza kwa sababu mnafuata sheria au kwa sababu mnaamini? Wagalatia 3:10 mstari wa 5. Pasa anapenda kusoma. Wewe soma. Ajua haya mambo mengine utayapata yako kwa Biblia. Yapo. Yaani kama kuna kitabu sikosei hivi ni Bible. Amen. As a wonderful grace. Wagalatia 3 mstari wa 15. Mstari wa 5. Ndio. Does God give you his spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you had? You believe what you had. Sasa ukirudi huko mahali ulikuwa kwenye Waebrania hile 4 mstari wa 8 itakwambia leo, siku hiyo inaitwa leo. Ukisikiliza usifanye moja kwa mgumu, uamini. Maana ukiamini utapokea muujiza. Amen. Hallelujah. Niruhusu nisome. Soma sasa. Niruhusu nianzie 7. So as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, verses 8, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the desert. Desert hiyo ni wakati wa sheria. Msifanye vile mlifanya. Mmepewa siku nyingine, si ya 7 sasa. Na sio ya sheria. Na Mungu anataka kufanya muujiza. Na atafanya kama umesikia na kuamini ulichokisikia. Sio kwa kufuata sheria tena. So hapa Wagalatia 3. Irudie tunaona imekupendeza hiyo. Does God give you his spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you had? The answer, of course, hapo tumesoma verse 1, lakini mwenye anataka kuelewa zaidi atasoma Wagalatia yote 3. Maana hiyo Wagalatia hiyo ndio inasema sasa hatuko chini ya sheria, tuko chini ya Yesu. Labda pastor hapa mimi nakiona tofauti kidogo. Swali ni je, ukisoma hili fungu, does God give you his spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you had? Mimi nikiangalia labda hakuna hacha ya kupigana. Hakuna kabisa. Sababu kwingineko kufanya miujiza ni hatia. Hata kuwa na Roho Mtakatifu na hofia inaweza kuwa ni hatia. Sababu kama mimi nimezaliwa Kisii na pale lile kanisa ambalo mimi nimelelewa, ilikuwa ni hatia kuonekana ni kana kwamba uko na Roho Mtakatifu. Wanaanza kusema hao wamekuja na hizi maroho zingine zile. Kwani unaomba ni kama watu wa roho hawa? Sababu unastahili kama ni kuomba, unaomba tu pole pole, Baba yetu aliye mbinguni tunakushukuru. So ikawa Roho Mtakatifu hajapewa nafasi kabisa mahali pale. Na kufanya miujiza mahali pale utaitwa church board. Na si wadanganyi. Miujiza, uombe mtu aanguke ama uombe mtu apone ama ufanye kitu, utaitwa church board.
Kama nimekosea, niko na ruhusa ya kuulizwa. Utaitwa church board na ujibu ya kwamba ulipomuombea alianguka namna gani, ulitumia nguvu gani. Ni kama ni hatia kukuwa na Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho ni hatia. Ndio sababu labda hili fungu alifai kwingineko. Sababu Biblia inapouliza did God give you his spirit and allowed you to do miracles among you because you observe the law? Yani kitu Paulo anasema ni kwamba God does not give people his spirit and he does not do miracles among them if they observe the law. That's Yes. what he said. Yeah. Yo, unajua inachukua muda kuelewa anasema nini. Yani lugha yake ni kama lugha ambayo inaanzia kwa yani kwa kujibu swali kabla ya kuuliza swali. Unaona? Sasa hiyo lugha yake anachosema ni kwamba if you observe the law and expect God to give you his spirit and do miracles on that basis, it will not happen. Yes. That's what he says. Ndio maana anasema kwenye Warumi kwamba those who observe the law have been alienated from Christ. Hiyo iko kweli. Nitakuonyesha. Galatians 5:4. Hata kabla usome. Na unajua what actually is saying, that is the emphasis that Paul is saying. Na in another way kitu kingine anasema if you want to receive the spirit and you want to do miracles, separate yourself from the law. The law. That's what he's saying. Amen. In a simple language. That is exactly what Galatians 3:5 is saying. And it's also telling you that the law and the miracles you want and the spirit you want have no relationship. Now it is Christ. What you hear about Christ is what gives you what you want. Ndio maana anasema kwenye Wagalatia 5, Galatians 5. Is that Galatians 5:4? Anasema those who are trying to be justified by the law have been separated from Jesus. Yes, alienated from Christ. Yes. You have fallen away from grace. Yes. That's a very strong language. Yes. You're fallen. That's what the Bible says. No, I'm reading the Bible. I will read again. Unajua ni makosa mchungaji kwenda mahali Mungu amedambu vitu alafu upepe urudishe kwa nyumba yake. Ni makosa. Ni makosa. Hamtakuwa rafiki. Hata wewe muone mfanyikazi wako umechukua takataka ukaiweka kwenye dumping site, kisha yule mfanyikazi ukirudi ameirudisha sitting room. Eti nilikuwa najua hii ni yako. Utamfuta kazi. Ameipanga vizuri. Eti ni wewe ulikuwa umenunua mapema. Wacha nikusomee hiyo fungu tena, verse 4. You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. So ukisikia mtu anasema alianguka kutoka kwa neema, si kwamba alimwacha Yesu. Alianza kufuata sheria. Hiyo ndio maana ya kibibilia ya kuanguka kutoka kwa neema. Sio haya mambo tunazungumza ulia turungana kwa grace. No. Na ukisikia mtu anasema nimefuata sheria, ni sawa na lugha nyingine kusema mimi kwa upande wa neema nimeanguka. It's just the same language. But in terms of days, absolutely nobody should judge anybody in regard to anything. I think this has been one of the best discussions. You were saying something. I don't need to. This is one of the best discussions we have had. Yes. Sababu kuna mandugu zetu pale nje. Mara mengi wanajiuliza kama mimi, wazazi wangu hata leo hawaja kuwa na uwezo wa kuelewa ni kwa nini niliweka kanisa pale Kakamega ikawa ni siku ya Jumapili. Hata nakumbuka tu siku moja baba yangu akinielekeza, akiniambia kwamba baraka yangu itakuwa kama utaiweka siku ya Jumamosi. Na nikalichukulia hilo swala kwa uzito sana. Lakini pia nikagundua ya kwamba ningelichukulia kwa uzito nilitimize, ningekosea Roho Mtakatifu.
So nikawa nina way nifuate njia ya Roho Mtakatifu ama mahitaji ya baba wangu. Lakini pia ukumbuke baba yako pia ana Roho Mtakatifu, japo maufunuo ndio tofauti. Mimi namjua baba yako Ndio. ana Roho Mtakatifu, lakini usisitizo ni kwamba Roho anapeana mafunuo kulingana na mazingira na wakati tofauti na kusudi. Amen. Kwa hiyo kile ulichofanya sio kwamba au kumheshimu baba yako kwamba ulikuwa unampima kati yake na Roho. Hapana. Kile ulichofanya ni kutambua mapenzi ya Roho Mtakatifu ya kule alikutuma Kakamega. Amen. Ni kama mimi nilipokuja Kisii, nilikuja hapa kufanya ibada ya Jumamosi ya Jumapili. Lakini Roho akaniambia kwa sasa, maana nimekuweka nyanjwa, fanya kwanza Jumamosi. Baadaye akaniambia mimi nikikwenda ibada ya televisheni huwa nafanya Jumapili. Akaniambia unajua hivi ukienda kwenye televisheni unakutana watoto wangu wengine ambao hawaelewi masuala ya Jumamosi. Lakini wananifahamu. Lakini hao kwa sababu wanakujua na wanajua uko Jumamosi, wale wengine wanakufahamu kama mhubiri wa Roho, utawakuta hawa watu wote pamoja na kuwaleta kwangu, maana watu hawa wote ni watoto wangu, lakini hawajuani. Lazima nitafute mtu atakaye wajuanisha kama kuna neno kama hilo. Kwa hiyo hapa Jumamosi watu wa Mungu wengi tu, hapa Jumapili watu wa Mungu wengi tu. Amen. Yaani kama watoto wa baba mmoja, lakini hawatambuani. Hawatambuani. Yaani mnakuja kukutana tu kwa mazishi, unasema huyu pia alikuwa baba yangu, huyu pia alikuwa baba yangu. Lakini baba akasema nitamtuma Roho Mtakatifu awajulishane. Ninyi mlio upande huu. Nakumbuka siku moja wanafunzi wa Yesu wakamwambia, tulikwenda pale tukakuta watu wengine wanafukuza mapepo kwa jina lako, tuwakataze. Akasema kama wanafanya kwa jina langu ni wakundi letu. Our watu wote hawa, these are just brothers and sisters. I can tell you. Amen. They are just brothers and sisters, not even from another mother, from the same mother where she was married first. From the same mother. Kwa hiyo mimi namheshimu baba yako mzazi sana kwa sababu alitulea. Baba ya Bakari kweli hatukupata kujuana, lakini najua wapo wengine wanamheshimu sana, lakini baba yake Jared mimi alipata kunilea katika Ukristo wangu siku za nyuma, na kwa sababu namheshimu. Lakini pia ni muhimu kusema wazi kwamba na pamoja na hiyo heshima, yapo mapenzi ya Mungu yanayofunuliwa kulingana wakati ambayo lazima tuyafuate. Kimsingi hivyo ndio naweza kusema, na nafikiri itakuwa bora sana. Na kama tunapomaliza Pastor, labda nimuulize Pastor Bakari aseme neno moja, useme moja, alafu kisha tuweze kuondoka kwenye studio hii. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ufunuo kama huu unatufaa, especially kwa wakati kama huu. Maana sisi wote ni watu wa Mungu na watoto wa Mungu, na tunafaa kujua ni nini Mungu anahitaji tufanye kama mwili wake hapa duniani. Na kwa hiyo kujua ufahamu kama huu unatuweka katika hali ambayo ni sawa ya kufocus mambo ambayo huyu Roho Mtakatifu anataka tuyafanye hapa duniani kwa kila wakati, jinsi amesema kwamba kila siku tuyafanye. Kwa hiyo nafurahi sana, nashukuru Mungu kwa sababu tumeweza kupata ufahamu, na ufahamu huu utatupeleka mbali ambapo Roho Mtakatifu anangependa tufike. Nashukuru sana. Ndio, asante sana Pastor Bakari kwa ujumbe mzuri. Labda tumsikilize Pastor Jared ambaye naona maneno haya yamemgusa sana. Lakini tukusikilize tu yale ambayo Roho angependa uyaseme kwa ajili ya mtazamaji wetu. Tasema tu dadi kwamba sasa Yesu amekuja. Ndio. Ametimiza unabii pamoja na sheria. Ameleta kile ambacho hakikuwa duniani. Roho Mtakatifu. Kile Yesu, yani mimi nikisikia Biblia hii nasikia tu ya kwamba kile Yesu alikuja kufanya kimefanyika. It has been fulfilled. Kumleta Roho Mtakatifu back to mankind. Ndio. Sasa leo hii tuko na Roho Mtakatifu. Tumeruhusiwa kupitia kwa Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu, kuitwa watoto wa Mungu. Amen. We are now sons and daughters of God. Because we are led by the Spirit. Because we are led by the Spirit of God.
Na kwa sababu Roho ako katikati yetu, ametuweka muhuri to become heirs, warithi wa mambo ya wokovu. Na kama Roho Mtakatifu amekuja, mbona tufuate huduma ya sheria? Na hapa sasa leo hii tuko na huduma ya Roho Mtakatifu ambayo ni perfect, which is perfect and glorious. Mimi ningewasii wenzetu pale nje, kama unatusikia, embrace the ministry of the Holy Spirit. Amen. Embrace the ministry of the Holy Spirit. Wala tusipigane kwa mambo ya siku. Eti mimi niko kwa siku ya Jumamosi, mimi niko kwa siku ya Jumapili. Nimeweka pale tunafanya ibada siku ya Jumapili as the main service. Lakini pia siku ya Ijumaa ninafanya ibada kuanzia saa 11:30 ya jioni mpaka saa 2:30 ya usiku. Siku ya Jumatano jana nilifanya ibada kuanzia saa 4 mpaka saa 8:30. Yote ni ibada. Amen. Wala sitaki kujifunga kwa siku moja ya kwamba hii ndio siku tu peke yake, sababu Mungu amesema as long as it is called today. I want to thank you, Dad, for this wonderful opportunity. Amen. Amen. Kristo ni mwisho wa sheria. Amen. Warumi 10:4. Amen. Tunasema ni mwisho wa sheria, lakini huwa hatusemi ni mwanzo wa nini. Kristo ni mwisho wa sheria, lakini pia ni vizuri uelewe kwamba ni mwanzo wa wokovu. Amen. Na ni mwanzo wa mamlaka. Amen. Ni mwanzo wa umilikaji. Amen. Ni mwanzo wa Roho Mtakatifu. Amen. Na mwisho kabisa ni kwamba Kristo ni mwanzo wa umilele. Amen. Amen. Ukizungumza habari za uzima wa milele, lazima uzungumze habari za Kristo. Kwa hiyo mimi nakutakia mema, ujue kwamba sheria ilikuwa na kipindi chake, na tunamshukuru Mungu kwa hilo. Na kwa leo tusipishane na mambo ya kwenda kanisa siku fulani. Wewe ikiwa ni siku ya leo unatusikiliza, mpokee Kristo na usifanye moyo kwa mgumu. Amen. Na hapo utakuwa na uzima wa milele. Amen. Mungu akubariki sana. Tulikuwa tunazungumza swala hilo na tumejadili pamoja nawe. Tunaamini kwamba kama kutakuwa na maswali, kuna namba zetu za simu zinapita hapo chini, utaandika swali lako na tutaweza kukujibu. Tunakutakia mema, na kwenye runinga yetu hii tunazidi kukuaminisha na kukuelimisha na kukuimarisha kiroho, ili ufanyike mtoto wa Mungu ambaye utakuwa na uwezo na ushindi juu ya shetani. Amen. Mungu akubariki, na wachungaji Mungu awabariki sana. Amen. Asante kwa kuja all the way from where you have come from. Amen. Ili tuweze kufanya program pamoja. Mungu awalinde sana. Amen. 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 You are watching Embassy Network Television, the #1 Christian channel in the region. The unlimited, boundless, timeless, distanceless vehicle of good news. Join us now for your healing, deliverance, and elevation of your knowledge level. You are welcome to worship with us every Saturday from 8 a.m., Sunday from 8 a.m., and Healing, Miracle, and Deliverance service on Wednesday as from 9 a.m. If you want to know how to grow your faith, deal with demons, how to paralyze witches, and build your spiritual life every day, only through Embassy Network Television, channel 809 on GoTV and 495 on StarTimes, and all free-to-air devices. Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono yaki nikirundekere.